Naam, huu ni mwongozo mfupi na uliorahisishwa zaidi katika mfumo wa SIS, hususan katika kipengele cha Annual School Census. Ikumbuke kwamba mfumo umeboreshwa, ujazaji wa taarifa ni tofauti kama ambavyo ilikuwa ikijazwa miaka ya nyuma. Kwa mwaka huu tutatumia mfumo wa SIS.tamisemi.go.tz. Kwa mfano, zamani tulikuwa tukipata jedwali kama hili ambalo ukiangalia na taarifa za wanafunzi na tulikuwa tukijaza katika hayo masanduku. Sasa hivi kuna maboresho. Sasa video hii itakuonyesha namna gani ya kuweza kufanikiwa kujaza taarifa hizi. Ikumbuke kabisa taarifa zitajazwa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwa kutumia mobile application au app ambayo yenyewe mahususan kabisa. Utaenda katika kipengele cha school profile. Hapo utaweza kuedit PO box, utaweza kuweka longitude na latitude pamoja na kuongeza kama kuna vituo shikizi au shule yako inahusika na elimu ya watu wazima. Application hii inapatikana Google Play Store, na kama unayohakikisha kwamba umeweza update. Sasa hiyo ndio njia ya kwanza, na hizi taarifa zitatokea katika lile dodoso pale mwanzoni. Njia ya pili na njia ambayo tutaitumia sana ni hii njia ya mobile, njia ya website au njia katika browser. Kama ambavyo tumeweza kuingia, utaingia katika Chrome, utatumia password na username. Vipengele ambavyo utatakiwa kuvijaza ni kama ifuatavyo. Upande wako wa kushoto kuna hizi submenu au tunaita moduli. Sasa kadri ambavyo tunaweza kujaza hizi moduli, ndivyo lile jedwali kule linazidi update. Naomba nirudie. Yaani tofauti na hapo awali tulikuwa tukijaza yale majedwali direct. Sasa this time unapozidi kuongeza taarifa kwenye mfumo, ndivyo ambavyo unaweza kufanikisha hicho kipengele cha Annual School Census ambacho kipo hapa chini kabisa, na ukibofya hapo utaweza kuona hicho kipengele kimeandikwa ASC questionnaire. Sasa hapa hatujazi, hapa tunatumia kuangalia zile taarifa zetu ambazo zimeweza kujazwa. Kwa mfano, ukiingia hapo utachagua kama ni TSA ni TSM. Ukiona unapata error kama hii, hakikisha kwamba itakuwa ni issue ya mtandao. Utaweza kuirefresh page yako na utaweza kuendelea. Kwa hiyo huku hatujazi, huku tunatumia kwa ajili ya kutizama zile taarifa zetu. Sasa namna gani ya kuweza kujaza? Tunaanza kipengele kimoja baada ya kingine. Ambatana na mimi. Kumbuka hii ni Mdope Mifumo au Mdope Ujuzi. Unaweza ukasubscribe pale YouTube na ukashare. Jambo la kwanza, ukiingia kwenye school management kuna vitu vya kuweza kuvifanya. Jambo la kwanza ni school setup, ambapo humo utaweza kufanya mambo kadha wa kadha. Kuna staff management, kuna school service na moduli kadha wa kadha. Hakikisha hizi moduli zote umeweza kuzijaza. Kwa sababu ya muda nitaenda baadhi ya moduli, lakini hakikisha wewe unapofanya umeenda kwenye kila moduli. Kwa mfano, kwenye issue ya wanafunzi utachagua category. Unaweza ukachagua darasa, mfano darasa la 3 watatokea wanafunzi wako. Sasa kwa mfano jedwali linahusiana na taarifa za wanafunzi aidha kwa umri au kwa taarifa fulani. Hapa ndipo naam, katika kipengele cha action unaweza ukaview profile mzazi au ukaweza kuedit. Sasa katika kuedit unaweza kuhalili taarifa za mwanafunzi mmoja mmoja au mwanafunzi mahususi. Sasa katika kipengele hiki cha action unaweza ukamaki kwanza mwanafunzi kama yupo katika kituo shikizi au kama yupo shule mama. Kwa kama yupo katika kituo shikizi utaselect hapo, na kumbuka hivi vituo shikizi tumetumia mobile application kuweza kuviongeza. Vituo shikizi hatuwezi kuviongeza katika mfumo wa browser. Sasa kwenye kuedit taarifa za mwanafunzi utabofya neno edit. Katika kipengele hiki utaweza kuedit taarifa zifuatazo, na taarifa hizi zitaweza kukuwezesha wewe kuweza kukamilisha dodoso lako kama ifuatavyo. Kwa mfano, je, mwanafunzi huyu yupo katika
kituo shikizi, kuna ndio au hapana. Kwa kama yupo kituo shikizi utabofya ndio. Vile vile unaweza ukarekebisha tarehe yake ya kuzaliwa, uzito pamoja na urefu. Sasa why tarehe ya kuzaliwa? Ili tuweze kupata kundi la watoto wenye umri fulani mpaka fulani katika darasa husika. Ili uweze kuendelea mbele utajaza for the case mwanafunzi ana uzito wa 30 then urefu sentimita 105. Hatua inayofuata itauliza kuhusiana na taarifa za huyu mwanafunzi. Je, mwanafunzi huyu ana ulemavu wowote? Kuna ndio, hapana. Au mwanafunzi huyu yupo katika mazingira magumu au mazingira hatarishi? Kuna ndio au hapana. Vile vile kama ni mwanafunzi yatima, kuna ndio na hapana. Kwa hiyo taarifa zote hizi zinaenda kuwa automatically generated. Vile vile katika jedwali la umbali, mwanafunzi wanaotokea umbali kutokea shuleni mpaka nyumbani shuleni, utaweza kujaza kilometers hapa. Kwa kujaza huku kutakuwezesha ile dodoso lako kuweza kukamilika. Kwa mfano huyu ana kilomita 14 ilikosewa, huyu from 5 kilometers. Kama ni anaishi bweni au anatokea nyumbani utajaza hapo. Kwa kwenye taarifa za mwanafunzi mmoja baada ya mwingine zinatakiwa kualiliwa ili kuleta ule uhalisia wa data. Kwa kama zipo takwimu zipo sahihi utasubmit, lakini for the case sisi taarifa zipo sawa tuna cancel. Utajihakikishia taarifa hizo kwa mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Kuna watu wengine majina ya watoto hayatokei. Sasa unaweza load from Nectar na yale majina yakatoka Prem yakahamia huko. Kama ukishindwa basi jua ya kwamba mfumo bado hujakaa sawa, lakini utafanikisha. Hiyo ni hatua ya kwanza katika school setup ambayo unatakiwa kuifanya. Katika kipengele kingine ni staff au manage staff. Hapa zinahusiana na taarifa za walimu au wale wafanyakazi katika shule X. Hapo kama bado utamregister, kama ni ajira mpya uta-add new. Kipengele hiki sio kigumu sana, watu wengi wameshawahi kukifanyia kazi, na hakikisha huyo mtu amekuwa verified. Vile vile namba yake ya NIDA imekuwa imehusishwa. Swali moja linaweza likaulizwa, je, ikitokea namba ya NIDA imechanganywa utafanyaje? Utaingia kwenye namba ya mwalimu husika, then uta-edit na uta-update namba yake ya NIDA husika. Kama una swali personal na kukumbusha tu, achia comment au unaweza kunitafuta WhatsApp kwa namba ambazo nimeziacha. Kipengele kingine ni hiki kipengele kinaitwa school service. Kipengele hiki kinahitaji taarifa za huduma zinazopatikana shuleni kama maji, huduma zingine, mtandao, vyoo pamoja na taulo za kike. Sasa hili ni kama dodoso. Ukifungua kwenye afya kuna maswali ambayo utaweza kuulizwa, na hapo chini utaweza kusave. Kama yameshajibiwa itaandikwa answer na itakuwa na rangi ya kijani, lakini kama bado wewe utaona na rangi nyekundu. Kwa kama tayari unataka kujibu swali utaenda pale utajibu hilo swali. Kwa mfano, je, hicho kituo cha afya kipo umbali kiasi gani kilomita, utajaza. Ni aina gani? Kama ni zahanati, hospitali utaweza kuupdate. Katika kipengele cha school service maswali yake ni ya kawaida ambayo wenyewe unahitaji kuupdate. Na ikitokea umeweza kuyajibu yote kwa usahihi, basi itaweza kukuandikia answered and then itaweka alama ya kijani. Kipengele hiki hakina changamoto yote. Kama kuna changamoto basi inaweza kuwa ni changamoto ya kimtandao. Kwa hiyo katika vipengele vyote au katika huduma zote kuna maswali yake ndani yake ambayo ni hayapo complicated, ni maswali ambayo yanahitaji kupata taarifa. Na nikukumbushe tu, vile ambavyo unazidi kuupdate hizi taarifa ndivyo hivyo kwenye lile jedwali letu automatically mfumo unaenda kufeed hizi taarifa. Baada ya kujibu maswali yote utaenda chini utasubmit, maswali yako yatakuja na utaweza kujibu, na yote akiwa yamejibiwa yatakuwa na rangi kama hiyo ya kijani. Vipengele vingine vilivyosalia hivyo na vyenyewe hakikisha kwamba umeweza kujaza. Kikubwa tunahitaji taarifa katika mfumo ziwe zimeuishwa kwa usahihi kabisa. Baada ya school setup kuna kipengele kinaitwa school inventory. Sasa katika kipengele hiki
utaweza kujaza mambo kadha wa kadha. Mfano, utaweza kujaza vitabu, utaweza kujaza miundombinu, furnitures, ile iliyokuwepo. Sasa kuna jedwali lingine kule linahitaji mahitaji. Sasa hapa linahitaji vitu vilivyopo shuleni kwa kipindi hicho. Kwa utaingia kwenye kipengele kimoja baada ya kingine na kuziadi. Kile kipengele ambacho chenyewe kinahitaji mahitaji ndicho kimeandikwa school rescue needs. Hicho ni kipengele cha mahitaji. Yaani hapo utajaza uhitaji. Sasa vipengele vya juu, vitabu, furniture havina shida. Kipengele hiki ni kipya na kipengele hiki chenyewe ukiingia kitakuhitaji uweze kujaza mahitaji ya kila kitu. Kwa mfano hapo juu naweka summary. Kwa mfano hapo itakuwa ni vifaa, miundombinu, vitu vinavyohitaji kwa watu wenye mahitaji maalum. Sasa hapa itatokea kwa sababu mimi tayari nilishaanza kuvijaza kwenye shule, lakini wewe kama bado itatokea automatically ni 00. Na ukitaka kuadi hapa chini utaona kuna sehemu imeandikwa add category. Ukibofya hapo, hapa tunajaza mahitaji. Utachagua kama ni primary, utachagua kama ni msingi, kama ni pre-primary yani elimu ya awali utachagua. Kama wewe ni wa sekondari itatokea hapo kategori yako husika. Na unapojaza kama ni hiyo ya TSM itatokea kwenye TSM, ukichagua TSA itatokea kwenye TSA, ukichagua TSS itatokea kwenye TSS. Sasa hapo kuna issue ya darasa. Darasa wameandika optional. Mahitaji yanaweza kwenye darasa akawa ni optional. Sio lazima ukajaza, lakini cha msingi lazima uchague category. Baada ya hapo utachagua, je, unachotaka kuweka mahitaji ni nini? Kwa mfano hizo ni furniture. Je, ni matumizi ya elimu maalum? Ukiweka okay, kwa mfano kwenye mfumo hamna. Lakini ukiweka hapo, ukitoa hiyo mahitaji maalum, utachagua. Unataka kuweka vitanda, unataka kuweka nini? Viti. Kwa hiyo utaweka kulingana na mahitaji. Kama huna watoto wenye mahitaji maalum basi it's not necessary kuvijaza. Lakini kwa mfano hapo tumeweka kasiki zinazotakiwa ni 3, friendly labda kwa maipo moja, alafu huku inabakia 2. Kwa unaweza ukaweka tu hapo mahitaji ni 3. Kama hamna unaweza huku ukaacha tu 0 kabisa. Alafu ukaweza kubofya hapo add. Kama unaongeza vitu vingi kwa wakati mmoja, una haja ya kusave kimoja kimoja. Ukiadi row unaongeza kingine. Lakini kama ni kimoja hicho utasave. Maelezo kwa ufupi, inawezekana nimeongea sana, mtu asiwe kunielewa. Katika hiki kipengele tunaongeza mahitaji ya taasisi. Kwa mfano pale tuliongeza hiyo furniture na pale imetokea 1. Na huku chini itatokea list ya vitu vyote ambavyo wewe umeweza kuviongeza. Kama hujaweza kuongeza basi huwezi kuviona, lakini kama umeongeza utaiona. Na kama furniture peke yake unataka kuview, ukibofya utaona zile furniture zote unazozihitaji, kama ambavyo hapo inaonyesha tumeadi ile issue ya kasiki. Na hapo itakuonyesha kwamba mahitaji ni 3. Hiki ni kipengele kipi ambacho kitakuwezesha wewe kujaza dodoso la mahitaji ya vitu ambavyo vinatakiwa. Na kama ulikosea unaweza ukaedit au ukaifuta kabisa. Kama ulikuwa umekosea kuiweka labda furniture, badala ya mahitaji fulani unataka kuitoa kabisa, huna mahitaji nao ulikosea, unaweza ukaitoa. Sasa hapo kuna miundombinu, kuna vifaa pamoja na hizo furnitures. Na hapo utaona section. Sasa ikitokea umeadi kwenye jedwali kule zitokei na unazo, inawezekana ulikosea kuweka nini? Kuweka section. Kwa mfano hapo kompyuta zimewekwa mahitaji lakini hazijaweka katika section gani. Kwa utaingia utaedit, kama ni elimu ya msingi au TSM utaweka pale TSM, alafu uta update. Kwa hiyo automatically ukiupdate hiyo category, mfano kompyuta na hivyo vifaa umeweka katika primary, hiyo kompyuta itakuja automatically itasema huu mfumo wetu umedetect baada wewe kuupdate kwamba vinatakiwa viende katika elimu ya TSM. Kwa hiyo hapo unaweza ukaja ukaongeza hizo nani zako zote kadri ambavyo wewe unapenda au kadri ambavyo shule yako ina mahitaji.
Nikukumbushe tu, hii ni Mdope Ujuzi au Mdope Mifumo. Unaweza ukanicheki YouTube au ukashare, ukasubscribe video zetu kwa uhakika zaidi. Kama una swali personal, be free kuuliza kwa kutuma ujumbe mfupi kwenye WhatsApp namba ambazo nimeziweka hapo chini. Kwa hiyo kipengele hiki cha mahitaji chenyewe utakijaza kwa kadri ambavyo shule yako inahitaji kwenye kila kipengele kwa idadi mwanzo mpaka mwisho. Hicho ndicho kipengele ambacho kinahusika na hiyo mahitaji. Baada ya kujaza mahitaji yanayohitajiwa kwenye kila sehemu, basi kipengele kingine ni kinaitwa AAC extra data, ambapo hapa ukibofya utakutana na vitu kama TSA, TSM, TWM. Kama wewe ni sekondari utakutana na ile TSS. Sasa katika dodoso hili tunajaza yale madodoso au taarifa za ziada kwenye kila dodoso. Kwa mfano ukibofya kwenye TSA utakutana na hapo maswali au madodoso ambayo yanahitaji kujaza. Kwa mfano elimu ya stadi ya maisha ya VVU. Ukibofya hapo utakutana na maswali. Ukifungua mfano swali la kwanza, je, shule yako inatekeleza mpango wa nini VVU? Kama ni ndio au hapana uta-update. Au shule yako ina program inayotekelezwa VVU, utajaza ndio au hapana. Maswali mengi hapa ni ya ndio au hapana, au yanakuhitaji tu ujaze idadi ya kitu fulani. Kwa baada ya kujaza kila kitu uta confirm. Hakikisha kwamba umejaza maswali au umejibu maswali ya madodoso yote kuanzia kwenye TSA na TSM kwa wale wa shule ya msingi, lakini kama shule ina kitengo cha TWM au elimu ya watu wazima, hakikisha na hapo umeweza kujaza. Kwa katika kipengele hiki cha extra data chenyewe kinahusika na jambo kama hilo. Baada ya kumaliza sasa, ndo pale kama nilivyoanza mwanzo, unakuja kwenye ile jadwali lako. Unaangalia, je, nilivyojaza ni sahihi kwa kuscroll. Lakini kwa kuscroll ndio usipate data vizuri. Ni njia nyepesi tu, utakuja hapa juu, utachagua aina ya dodoso, utaload data, pale umeandika validate. Kwenye kuvalidate hapo utaweza kurun, je, ipo sawa? Unaanza kipengele kimoja baada ya kingine. Sasa hapo ndio itakupa uhalisia, je, ulivyojaza ni sahihi. Kwa mfano cha kwanza tukivalidate kinaonyesha kabisa kuna kitu kipo tofauti. Na hapo chini kitakwambia ni shida gani, hizo chini itakuindicate. Kama ambavyo itakwambia, na itakwambia ni katika kipengele gani. Kwa wewe itakuwa rahisi kabisa kwenda, kama ni taarifa za wanafunzi utarudi. Lakini kwenye AC extra data ukibofya ukavalidate, kama haina shida itakwambia passed. Kwa hiyo utafanya hii utalani validation kwenye kila hizo data za kila dodoso. Kwa mfano kwenye TSA hapo utalani kuna almost vitu 6. Utalani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kama kimepass tamesha pass, kama kina changamoto itakwambia ina changamoto. Na uwezo ukasubmit kama ina changamoto. Pale mbele ya validate kuna neno submit. Haliwezi likatokea kama kuna changamoto. Kwa hapa kuna errors 3 na kuna vitu 3 vimeweza kupass. Sasa hapa ni lazima urudi uweze kujaza hizo taarifa zako. Wapi imetokea error? Unaanza kuangalia kuanzia kipengele cha kwanza katika school management, kama ilitokea kwenye school services, kama ilitokea kwenye extra data, au kama ilitokea kwenye mauzulio. Uzuri mfumo umekurahisishia zaidi kabisa. Kumbuka hii ni Mdope Ujuzi. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe uweze kuwa wa kwanza kupata updates. Vile vile namba yangu WhatsApp unaweza ukanicheck tukashare experience na kadhalika. Kumbuka vipengele vya msingi ni school saves, kwenye extra data, set up school na kadhalika. Bye bye.